Je, watamani kuwa na ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kuku wa nyama na kuku wa mayai? Je, wataka kujua jinsi gani ya kuandaa chakula cha kuku kwa njia ya asili ambayo unaweza kukusanya funza wengi kufikia kilo 1 kwa wiki moja? Karibu Josia Makuku TV ili uweze kujifunza hatua mbalimbali za kuandaa chakula ama kujifunza jinsi gani ya kuandaa funza wengi zaidi na kutokana na kanuni ambazo tutajifunza Josia Makuku. Karibu sana Josia Makuku TV. Unapoangalia video usahau kushare, kusubscribe pamoja na kucomment video zetu. Kumbuka unapocomment na kushare ndipo unapopata video nyingi zaidi na kuzidi kujifunza hatua mbalimbali za ufugaji na njia mbalimbali za ufugaji na mbinu ambazo zitakufanya ukaweza kupata mafanikio mazuri katika ufugaji wa kuku. Ndugu mtazamaji unaoangalia video hii, hao unaoona hapo ni funza ambao tumewaandaa ili kuwa chakula cha kuku. Kuandaa chakula cha kuku si kazi ngumu kama unavyofikiri. Je, waweza kukusanya funza wengi namna hii? Fuata hatua zifuatazo ndizo uweze kupata chakula kizuri cha kuku. Kumbuka, funza wanapendwa sana na kuku na kwa namna hiyo utakupelekea kuwa na chakula kizuri zaidi na kuwa na afya njema. Je, watamani kuku wako kuwa na afya nzuri na kukua vizuri? Basi karibu Josia Makuku ujifunze mambo mengi zaidi juu ya ufugaji wa kuku na jinsi gani ya kuandaa chakula na jinsi gani ya kuweza kukusanya funza wengi kuanzia kilo 1 hata kilo 5 ndani ya wiki moja. Kwanza kabisa chukua hatua zifuatazo ambazo utazifuata ndizo utaweza kupata mafanikio na kuzoa funza wengi zaidi ndani ya wiki moja. Kwanza kabisa, andaa eneo lako vizuri kwa ajili ya kuandaa kuchukua funza wako. Kwanza kabisa utaandaa eneo ambalo lipo tayari kwa ajili ya ufugaji au eneo kwa ajili ya ufugaji wa funza au uzalishaji wa funza. Kwanza kabisa chimba shimo ambalo linaweza kuwa na urefu wa futi 1. Linaweza kuwa la duara au la pembe 4. Ukishaliandaa shimo lako utalisakafia vizuri na simenti na lisipungue kuwa na urefu wa mita 3 kwa 3 na kwa mapana na marefu yake. Liwe shimo ambalo lina mraba ndipo uweze kulifanyia hivyo. Basi baada ya kuchukua hatua hiyo, chukua kinyesi cha kuku katika banda lako, kikusanye na kirundike katika hilo shimo katikati. Weka lundo kubwa katikati yake katika hilo shimo. Baada ya hapo, chukua maji kidogo, nyunyiza katikati ya iko kinyesi. Baada ya hapo, ukishaanza kufanya hivyo, utaacha kutoka kwenye lile duara la kinyesi uliloweka, acha kuanzia futi 1 mpaka 2 kwenda kukuta ukuta wa shimo ambao umeliandaa. Ukishafanya hivyo, basi katika uzunguko wa iko kinyesi utanyunyiza pumba ambazo utazimwaga pumba ili kurahisisha funza wale watapoanza kujichakata katika kile kinyesi na kusogea pembeni zile pumba na kuwa wengi wamejirundika katika maeneo hayo. Baada ya kufanya hivyo, kunyunyiza hizo pumba, baada ya hapo utachukua turubai, utafunika juu ya iko kinyesi katika ile shimo lote. Ndani ya siku 7 utakuta kuna funza wengi waliozaliwa maeneo hayo na wengi watakuwa wamejikusanya pembeni ya ukuta. Utapata kazi kubwa ya kutawanya kinyesi na kutoa funza. Funza wenyewe watajichuja na kusogea pembeni ya ukuta, basi kazi yako itakuwa ni kuwazoa. Ndani ya wiki moja unaweza kupata funza kuanzia kilo 1 mpaka kilo 5. Kwa namna hiyo unaweza kuandaa chakula kizuri zaidi kwa ajili ya kuku wako wa kienyeji na kuku wako wa mayai. Kwa namna hiyo utawapa kuku wako wa kienyeji funza walio wazima, wakati mwingine kama vifaranga watakula na kufurahia na watakuwa na afya njema. Njia nyingine, unaweza kuchukua hao funza uliowapata na kuwakausha na kuwachanganyia kwenye chakula chao na kuwapa vifaranga ama kuku wanaotaga. Kumbuka, ukiwapa kuku wanaotaga, kuku wako watataga kiasi kikubwa mpaka utachanganyikiwa utagaji wao. Karibu sana Josia Makuku ili uweze kujifunza mambo mbalimbali na hatua mbalimbali juu ya ufugaji wa kuku na jinsi gani tunaweza kupeana elimu juu ya ufugaji wa kuku. Kwa maana hiyo, kumbuka funza umbo lake lote au sheli yake yote imeungwa na protini. Na maana ukishaandaa tayari, ukishampa kuku wako ukiwa na tabia ya kuwapa funza hao na kuendelea kwenye chakula, kama kuku wa mayai watataga vizuri zaidi katika utagaji wao. Lakini kama kuku wa kienyeji kwa vifaranga watakuwa vizuri na kuwa na uzito mzuri. Kwa namna hiyo utakuwa kwanza umepunguza
gharama kubwa juu ya utafutaji wa chakula, na itakufanya kuwa na urahisi zaidi juu ya kutafuta chakula cha kuku na kupunguza gharama ya kuingia mfukoni na kutoa fedha kwa ajili ya kuandaa chakula cha kuku. Unapoiangalia video hii, usisahau kushare, kusubscribe pamoja na kucomment video zetu. Kumbuka, unaposubscribe na kushare ndipo unapozidi kupata video nyingi zaidi. Karibu sana Josia Makuku, tuzidi kujifunza hatua mbalimbali na ufugaji aina mbalimbali wa kuku. Karibu sana, usisahau kushare na kusubscribe. Asanteni.